Cha kwanza nashukuru sana kuona ndugu zetu umetutembelea hapa na pia big brother hapa mnamuona. Ni hapa pa kwetu. Hiki kitu amefanya ni kitu kikubwa. Ni kitu chenye sio kila mtu anaweza kufanya. Wengi wakishafanya mambo yao wanabakia huko. Hawakumbuki wapi wametoka. Lakini big bro ametizama akasema mimi nifanye kitu gani? Acha nirudie nyumbani. Niende nikatengeneze nyumbani. Kwa nini nyumbani hatuendelee kama sehemu zingine? Kwa nini tunabakia pale pale? Tuna wasanii wazuri, tunawacheza filamu, actor wazuri. Kwa nini hatufiki mbali? Akasema mimi nitarudia nyumbani. Pia na wakaka zangu mnawaona hapa, Baba na brother iko hapa. Pia wamekuja kuunga mkono. Sio mara kwanza wanafika Burundi. Wamekuwa wameshakuja Burundi tu sana. Wamefanya maconcert mengi mbalimbali hapa na wamekamilisha kabisa. Ni watu wakubwa, ni wasanii wakubwa, ni ma legend. Kama gisi amwambia ni mambo mengi anafanya. Amecheza basket, amecheza mpira, ni mcheza filamu, mwanamuziki. Ni mambo mengi tu ameongea hapa na nafikiri amewaelewesha ni kitu gani. Sasa kitu kikubwa ni kitu gani? Mengi wameongea hapa mabrother wangu. Siwezi kuongea mengi kuzidi yenye wameongea. Tuwe wamoja. Tukiwa wamoja kila kitu kitawezekana. Tutafika mbali. Yale maobstacle, yani zile vitu vinavyoziwia sisi tufike mbali, vitajifungua vyo wenyewe. Leo amekuja big bro, amekuja na Baba na wengine kutufungua macho. Kila siku hiki kitu nakisema media, acha kwanza niwashukuru kwa sababu mwendo mnafanya mambo makubwa kusema pafunguke zaidi. Media na wasanii na wacheza filamu kama gisi amesema tuko mapacha. Hatuwezi kutumika kama hatuko kitu kimoja. Sasa tutumike pamoja ili nchi yetu endelee kama zingine nchi. Leo yendo anasema, juzi tumeyasema, kila siku tutakuwa tunakumbushwa. Hapana. Imefikia nafasi sasa na sisi tutie bidii. Hichi kitu chenye wanasema tukifanye, tukiweke kwenye roho na tukitumie kama silaha kubwa. Kwa sababu tuna vipaji. Tuna wajournalisti wazuri, tuna watangazaji wazuri, tuna wasanii wazuri. Tunakosa nini sasa? Kumbe tunakosa umoja. Nawashukuru sana, siwezi kuzidisha mengi. Nafikiri haya nimesema anatosha. Lakini kitu kimoja tunamalizia tu kusema, Warundi tupende vya kwetu. Mmoja ambia kuhusu wimbo wetu. Wino! Nawaambie. Bwana tumefanya nyimbo, bonge la nyimbo sana na big bro. Na nyimbo ni nzuri sana kama gisi ameviwaambia. Ni nyimbo kali na ni nyimbo yenye tumeimba Kirundi, Kifaransa na Kiswahili, lugha tatu. Tumechanga katika nyimbo moja. Sasa naomba mpige makofi brother. Kuona anaanza hicho kitu. Nashukuru tena bro. Na tuko pamoja sana. Pamoja sasa. Asante kwa wewe. Kajala wako hayupo. Kajala wake hayupo. Nafurahi sana kuwa mbele yenu na ni kitu kikubwa sana. Naona media zote ziko hapa. Vraiment inafurahisha sana na tuko na brother hapa anaitwa BJ na anafanya kitu kikubwa na walifanya filamu Tanzania, walikala muda mrefu pale, balidepanse franga za maajabu sana. Ba Wilo Longoma balikuwa pale, ba Big Fizo, ba Monaiz, ba Baba na wengine tofauti, lakini alipendelea pia ailete pia na hapa Burundi. C'est très important. Mie sina mengi ya kuongea, muyue kama kuna filamu iko nakuja ndakuwa ndani mie. Na ile filmu itakuwa ya ajabu sana na itabidi batu mununue ma CD
Baangalia kwa application ya BGB. Munaangalia kwa application ya BGB. Ni anglais msicheke. Application ya BGB Films. Sawa muiangalie pale na Kajala ifo akuwe moyo. Na bo nishamwambia deja bosse na yua hiyo kitu atatendea haki Kajala atakuwa na nafurahi pia na mjomba wake Kajala alikuja mimi nilikuwa kwa airport kumpokea aliingiaga miguu chini akawa nafaa biato na vitu vilikuwa bien. Tusha prepare mbuzi ya mjomba na leo ndatoa nusu ya mali juu ya Kajala na muyue kama Kajala ninabambia hapa si Mungu wote wa journalist mko hapa naibambia kweli sasa kama tukubitia yako internet tulibitoa kwa internet juu busu tekosha kwa mingi Kajala ni mpenzi wangu mwijue sasa sinaongea huko alors c'est très important oui na tuko na terme ya mpya inaitwa fyoto na nyimbo ya Mina Echibaba hata kama nisababu kuiongelea lakini iko nakuya vitu viko bien remix anaiwa acheza sana na mimi nakuwa jitahidi kucheza tutacheza ya hatari mwa hiyo nyimbo na inabidi nifanye collab sasa na ndugu yangu Epifamba mumpigie Epifamba makofi tufanye kabisa kitu. Nashukuru sana sina mengi ya kuongea zaidi hapo. Merci. Asante. Hiyo si Kiswahili. Wanaanza kucheka eti mimi sitaweza kusema kwa Kiswahili lakini Kiswahili najua kwa juu. Mara nyingi natembea naenda kucheza filamu Tanzania. Nikifika Tanzania naongea Kiswahili. Sasa wanyoshe. Kwa kweli cha kwanza nashukuru sana hawa wenzangu gisi walijiwazia kuja Burundi ili badusaidie kufanya filamu nzuri, badufundishe kufanya filamu nzuri. Sisi wachezaji wa filamu tunashukuru sana. Leka nivugira ikirundi kubera ndumva ndanane. Ikintu ca mbere nuko turashima cyane kuba bariyumviriye yuko boza kudushigikira nk'abarundi bakina sinema kugira ngo dushobore kwiga gukora sinema igezweho, kwiga gukora sinema ifise image igezweho kandi turonke naho tudandariza kuko abakinyi ba sinema ingorane ya mbere twe dufise nukora tudandariza twebwe sinema zose dukora dushira YouTube ari abantu benshi baza ko YouTube duha amafaranga menshi ni keshi ngenda mwibarabara nahura nk'umuntu agacambwira ngurira musteri ko yaje na manarabye na nashize akantu ngurira musteri kubera reba batabizi ukaraba ingene umwishura ukabura ingene ubigenza bazi ko turonka amahera menshi muri YouTube ariko nukuri YouTube nishobora kuturiha ku mafaranga dukoresha muri sinema mwarawe nkakora bona koze ya East African Love filime nakoreye mu Rwanda yantwaye amafaranga arenga 10 million urumva muri YouTube ntayo upfa warose muko kubera ko tuba dukunda igikorwa turashaka kugikora kugira ngo mutazovuga ngo ntidushoboye mune ko tugerageza dushoboye rero turashimye kuba mwatwiyumviriye ko kugira ngo muze udushigikira nkacangira ko ntumirira abakinyi ba sinema iyo tariki wavuze ni tare saba le 7 zuku 8 niho hazoba niho hazoba inyigisho batwigisha uburyo twakora sinema nziza batwigisha uburyo aba director bo directinga sinema neza batwigisha rero muzoze kugira ngo twige n'abakinyi bose bazoze kugira twige hama dutangire gukora amasinema meza tuyamushikirize ari professionnel bayarabe hama ukoze sinema nziza ikugarurire udufaranga twawe wakoresheje rero twebwe nk'abakinyi ba sinema mu byukuri ndavuga ati tubahaye amashi menshi cyane kubera ko mwatwiyumviriye ko hama rero ngaha tuhari sikia kilio chenu kimeisha. Sasa hivi najua Kirundi. Endelea. Sawa. Twebwe rero abakinyi ba sinema murabona si benshi babonetse hano ariko nabizi nka mwebwe abanyamakuru murazi ko je ndi umukinyi wa sinema riva murazi ko ari umukinyi wa sinema abataje ntibagire ngo ntibaserukiwe twe turahari twaserutse nk'abakinyi ba sinema hama bitegure hanyuma tuzoze twige tukore bigezweho nkuko abivuze ngo ikiriyo kiraheze mu bisanzwe twari twaragowe iki nico gihe
ngejeje ngao, Imana ibahezagira. Nashukuru sana. YouTube ya BJB Films itaendelea kufanya kazi. Kule ndo tunaposti trailers. Watu wanaangalia hizo trailer, alafu movie wanaangalia kwenye application. Hatutafunga YouTube, hatutafunga social media, vitu vinaendelea kutumika. Unasema uliangalia kwa application ukakutana hakuna filme mingi, ni juu tunafanya hakuna filme mingi juu, na ndio maana tunafanya hii press conference. Tunaenda kutengeneza seminar kufundisha watu filme gani watatuletea tuuze, juu tunaanza kuuza mafilme. Banatengeneza za bien banaleta, ndio utaziona pale. Asa tutaki kamata filme zile watu walitengeneza. Tulipata mafilme mingi zenye kila filme tukiangalia haziko kitu tunataka, na ni juu bale watu walizitengeneza avant tukomunike. Ndio maana tunajikomunike nabo, tunawaambia mfilme yetu usitie hivi, utie hivi, ufilme hivi, ufanye hivi. Bitawafundisha hebo kutengeneza filme za bien, na pia kwa hebo wenyewe kufanya kazi za mzuri kwa watu wengine. Bastari wako wengi hapo wako na besoin ya kazi za bien. Hakuna stari anaweza kapenda umfilme na kamera ya mzuri alafu image itoke mbaya. Kosa juu cameraman akuya gisi ya kuregle ma settings mule ndani ya kamera. Sasa ndio maana tutawapatia kuru mwanzo mpaka mwisho. Gisi ya kushika kamera, gisi ya kufilme, gisi ya kufanya montage, gisi ya kudirect, gisi ya kuact, facial expression. Hivyo vitu vyote. Professionalism. Mwe wote wa media mko na besoin ya kujua. Tutaanza tukafilmia press conference. Hii itakamata wide, hii itamkamata huyu, itamkamata ule, saa kumonte ni hivi na hivi na hivi. Ni vitu viko simple mais vinataka akili. Film production yote ni creativity. Uliongea pia wengine point uliuliza juu ya nini tuko na ba musicien. Hawa musicien wote ni ba acteur pia. Na mimi pia niko musicien. Na mimi pia niko acteur na niliwahi kuwa. Lolilo ni acteur ni musicien. Watu wanaambia kama musicien mais musicien pia sasa iko nafanya video yake iko na act. Iko na cheza film. Juu watakwambia watakudirect, fanya hivi, usifanye hivi, ufanye vile. Juu kitu kitoke mzuri. Asa ndio maana tulitia yote grow your media productions. Kwa sababu yote ni media en general. Kwenye hatua za mwisho. Hatua za mwisho nadhani kila mtu anaelewa. Mimi nimekuja huku na mengi. Kwanza shemeji yangu lazima nikae naye chini niweze kuchukua advance. Waswahili wanakuambia mahari. Na ndio maana wakati mimi nakuja sio mimi nilimpigia simu aje kunipokea. Aje pale, hapana. Alipigiwa simu na Kajala, kampokea anko. Kwa Kajala ndo kampigia kampokea anko. Mimi nashangaa nimkuta pale Mr. Champagne. Anaambia mimi nimepewa maagizo na Kajala. Nikamwambia nimpigie, nikampigia kanaambia sasa echi usiondoke bila kuchukua mahali hata nusu. Kwa kazi kwake. Anko niko hapa. Akichemka ni yeye mwenyewe. Lakini ananitoa toa huku naenda tunakula kula sijui ndo naanza kupunguza mahali sijui. Sawa, kuhusu swala la film labda tu sasa nielezee kwa sababu mimi ni mzoefu wa film za East Africa kwa sababu wengi mlivyotazama Saradini wengine walikuwa watoto nadhani. Saradin mama Juli taxi. Kwa sisi ndio tuliotengeneza. Unaona wasanii wengi wa Bongo Movie wanafanya vizuri, asilimia nusu ya Bongo Movie ni mkono wangu mimi, baba. Bongo Flava asilimia nusu ya Bongo Flava ni mkono wangu mimi. Mimi nashika watu ambao hawana uwezo na waelekeza jinsi ya kufanya, wanatoboa maisha, mimi nabaki pale pale kwa sababu Mungu ndo kanipa hivi. Siwezi kuona kipaji afu nikashindwa kukisaidia. Sijaumbwa hivyo. Na ndio maana Leo Brown alivyokuja Tanzania akanambia baba njoo tukae tuzungumze. Wakati sisi tunatoa Saradini ndio watu wa kwanza kuchukua tuzo kubwa ya movie kutoka Magic. Sasa wakati tunachukua kule hiyo ni bado film ndo zinaanza kuja. Kwa hiyo huyu bwana kauliza swali zuri sana.
Nimesema hivi, huu ni muda wa kukaa mkao wa kula, kazi zitafanyika, wasanii na waigizaji wa Burundi kwa pamoja tutaungana, tutakuwa kitu hiki kimoja na tutafanya kazi kwa pamoja. Ukipata maelekezo kutoka BJB Film, ukafanya filamu yako vizuri, ukiileta kwa BJB, ni kwamba unakuja kuongea biashara na tutaki kupotezeana muda. Utengeneze filme yenye haujui tunataka nini, utuletee, utupotezee muda wa kuiangalia, tukupotezee muda na franga zako za kuitengeneza, afu mwisho wa siku atuinunue. Ndio maana tunafanya seminaire, ujue yeye tunataka. Kama unataka kujua production, kama unataka tukupatie makamera, tuko na kila kitu. Kama ni kukuazima, tutakuazima, utafanya kazi nzuri kabisa. Juu Burundi pate kuonekana wanafanya kazi professional. Kwa hiyo ndio maana kikubwa nikasema Burundi mna bahati sana. Hii hata hii seminar hatukufanya Tanzania, bahati imekuja hapa. Mnanijua mimi Chibaba kwenye media niko vizuri, mnanijua kabisa. Yaani hapa nilipo naweza nikabadilisha hali ya hewa sasa ya muziki wa Tanzania dakika moja nikiwa hapa Burundi. Hilo mnalijua. Ni kwa sababu ya nini? Tulijifunza vitu vingi na tukaelewa nini cha kufanya na tufanyeje. Tupambane vipi? Leo kuna mtu anamuona Mwijaku hana akili. Kuna mtu leo anamuona Baba Levo hana akili. Kumbe wenzenu sisi tunatangaza bongo flavor yetu kuwa juu. Tunaweka ushindani wa kibiashara kuingiza pesa. Tanzania hatuna bifu. Tuna bifu za kutengeneza pesa, sio bifu za kutafutana na risasi, kuuana, hatuna hizo sisi. Bifu biashara. Mimi nipate wewe upate. Sio bifu la kutafutana ndugu kwa ndugu, halipo. Sisi wote ni wamoja. Ndio maana uliniona Chibaba nikiwa na Harmonize, nimefanya naye kazi. Kwanza nilikuwa na Alikiba, nimefanya kazi na Alikiba muda mrefu, nikaja kuwa na Harmonize wakati anatoka WCB. Mkaniona nilipokuwa napambana, mlishuhudia wenyewe na mlikuwa mnaona. Wengine walisema Taira yule mjinga hana akili. Wewe unasema mjinga hana akili, mimi na maisha. Ndio maana unaniona mpaka leo nipo. Hebu piga hesabu enzi za Saradini mpaka leo, kwa nini nipo? Nimejitunza. Pia nilijipanga. Msanii jipange. Msanii usisubiri kuchekwa. Msanii andaa maisha yako. Leo mnachora sisi tunapiga kelele, lakini mimi nikiwaambia nyinyi kiuhalisia, mimi kimaisha kuhusu sanaa nilifaidika sana na niko vizuri. Ndio maana unaona hata wale wakiwa wanaongea mimi na uwezo wa kusambaratisha jambo lolote. Maana yangu nadhani mmeielewa. Kwa hiyo kuja hapa nafasi hii ya Burundi kiukweli mimi nasema ni nafasi ya upendeleo kabisa. Kingine, huyu anaitwa Ogita Kataka. Anataka kufungua barbershop kubwa hapa Bujumbura, Kongo, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, kwa sababu ana barbershop kubwa Marekani na ana barbershop kubwa London. Hiyo ni fursa na uwekezaji pia ambao utasaidia Burundi. Na tuko naye. Ni mtu mkubwa. Lakini tumemwambia hakuna mkubwa bila mdogo. Ndio maana mimi sipendi kumwona msanii mkubwa akimdharau mdogo. Hakuna msanii mkubwa bila kuwa mdogo. Na yeye alikuwa mdogo, ndio maana watu hawakumdharau wakampa nafasi. Usimdharau msanii mdogo kusema underground hana thamani, hapana. Msanii mdogo ndio chachu ya muziki. Msanii mdogo ndio anatakiwa kuheshimika kuliko mkubwa. Sasa mimi mkubwa nishatoka. Haya, kwa mfano mimi ni Chibaba. Nikifanya kikubwa zaidi inakuja kuwa nani? Nishatoka tayari. Sababu najulikana, ila yule underground ambaye hajulikani, hajajulikana bado. Na hata tukiwa watu 10 tumekaa sehemu, ikatokea tatizo, labda mimi niko na underground sawa, likatokea tatizo, ajali imetokea. Watangazaji mtatangaza nini? Chibaba kafariki na watu wengine, sababu hawajulikani. Lakini Chibaba kafariki na watu wengine, hao watu wengine sio watu. Ushaelewa kitu? Lakini ikiwa Chibaba kafariki na Juma na Yusufu na nani yale wasanii wa Burundi wote wangefanya kikao na watu wa media na ma DJs na watangazaji wote wakazungumza na mkazungumza nao, nini nyinyi hampendi na nyinyi kitu gani wao wanawakwaza nyinyi, na wao waseme sisi bana kuna kitu na sisi naye pia mnatukwaza, ili muombane misamaha ili jambo liishe. Ushaelewa? Yaani kuna muda ile nyongo tuitoe, tuishi kwa amani wote. Mimi siwezi nikafurahia naingia club sisikii wimbo wa msanii wa Burundi. Inasikitisha. Kwa sababu ya kitu kimoja.
Unapopiga ule wimbo, mimi mgeni nimekuja, nitaanza kuupenda. Nitauliza huyu ni nani? Nitaambiwa bana huyu ni Mr. Champagne. Okay, ni Mr. Champagne. Okay. Sababu sisi wote ni kitu kimoja. Huyu nani? Lolilo bana. Huyo Vishu, huyo Satbi bwana. Huyo nani? Huyo Natasha, huyo hivyo. Ndio muziki unavyokuwa sasa. Hata mgeni akija na atasikiliza zile atazipenda. Sasa mimi niombeni kitu. Wasanii, watangazaji, ma DJs, watu wa media wote online, TVs, nini, radio, niombeni kitu tu. Mje mkae kikao cha pamoja kama kifamilia tu. Muombane misamaha kama kuna makosa ambayo wasanii walijikwaa, msameane, kama na wao waliokoseeni nyinyi muwasamee pia, ili mjenge kitu kimoja. Umoja ni nguvu, utengano ni bila hilo ni ngumu sana. Kwa hiyo ndugu yangu, swala la mafanikio ni wewe ndo nalileta kwangu mimi. Ushaelewa? Yani yule Lolilo hawezi kuishi vizuri bila wewe. Na wewe pia unahitaji habari. Angalia sasa jinsi ilivyo. Wewe unapotaka habari, kuna habari zingine, kwa mfano Mr. Champagne jinsi anachokifanya kile Kajala. Wote wana ni kitu cha kawaida. Mwingine atachukulia huyu jamaa hana akili. Kaisha kuwa maarufu tayari East Africa nzima. Ila kwa wewe muoga unamuona kama hana akili, wewe ndio utakuwa una akili. Ndio maana unaambiwa hivi, mkiwa wanne mmekaa sehemu moja, vichaa huwa ni wawili. Wakati unamsema mwenzio huyu mweu, naye anasema huyu jamaa uchizi kabisa. Yaona mpangie yule mweu, alafu naye kumbe anakuona wewe mwenyewe mweu. Ushaelewa? Kwa nyinyi hizi showbiz ndio zinazotakiwa. Showbiz ndio zinazo. Ukiona msanii hata kama akasema nimenunua hoteli, kamsupport. Wewe kaandike. Nawaambia ukweli sasa. Wewe kaandike Chibaba. Mimi nilikuja na Harmonize. Ile show tulifanya sio wapi pale. Akasema siondoki bila kununua nyumba Bujumbura. Haya niwaulize. Aisha nunua hiyo nyumba? Hakuzungumza. Lakini alizungumza na mkaandika. Anaweza akaja akasema bwana sasa leo nimemaliza hii show, lakini lazima kabla sijatoka hapa nitawatoa wasanii watatu wa Burundi. Yupi kamtoa? Yupi? Si hakuna, lakini kashazungumza. Hizo zipo. Ukiona Mr. Champagne kasema bwana nimenunua ile nyumba, wewe kaandike. Tena muoji kabisa azungumze. Umenunuaje? Ataanza kuongea mwenyewe. Wewe weka. Mwenye nyumba akitokea si shughuli hapa. Mwenye mjengo akitokea atamdhalilisha. Huyu Kwamba akifanya hivyo na wewe ndio kukua sasa. Usiseme yule hana muongo. Huo uongo ndio watu wanautaka sasa. Ndio maana sasa hivi vile vya serious kabisa watu hawavitaki kabisa. Niwaambie kabisa. Dunia hivyo badilika sasa hivi, vile vya serious kabisa watu hawavitaki. Wanataka vitu ambavyo yani vile umegusia hivi kwa mfano mimi sabda nimefika Burundi, nimempenda fulani. Hizo ndo zinaenda sasa. Lakini ukisema nimefika Burundi afu sasa ndo okay kimya. Hapana, hizo haziendi sababu media inataka habari. Haya, habari mimi sina Chibaba. Utaandika nini? Mimi najifungia ndani. Nani ataniandika? Lolilo kajifungia ndani kwake. Nani sasa atamwandika? Lakini leo akisema hivi, Lolilo anunua gari Rolls Royce. Lazima utajiuliza hela katoa wapi? Lolilo kununua hiyo gari jamani, hela katoa wapi? Sasa nenda kamuoji, atakupa ufafanuzi bana, nifanya show huku, show nimepata hivi, nimenunua hiki. Kwa mimi niombeeni nyinyi, muwasapoti sana wasanii wenu na muendelee kuwasapoti hata kama kuna kitu hana. Wewe andika kwa sababu kuna watu hawako hapa, wako huko vijijini hawajui hivyo vitu. Bila waambieni hicho kitu. Ndio maana sisi Bongo tunaweza kwa sababu ya kitu hiki kimoja. Ndio kuhusu watangazaji. Hiyo tatizo yao na wasanii hiyo ilishaga kitambo. Ukifuatilia hata radio sisikiaga hata nyimbo za nje kwa hiyo. Hata watangazaji sana hata kwa media online, Facebook ni wana posti sana kwa wasanii. Tatizo kwenye iko sana ni kwa DJs. Sio kama anakuwa ni complex, bako na complex. Juu kiangalia wasanii wa Burundi ukienda tu interior ni master kabisa. Juu wanafuata radio na muziki yetu inapendwa sana kule interior kuliko hapa ndani ya Bujumbura. Sasa hapa ndani mkapitali, ndani hapa centre ville. Ukienda hata mu club tofauti ni rare de fois usikie muziki ya Bujumbura ndani. Na ndio hata sometimes unaenda hata ku show
Unaambia DJ nitilie nyimbo fulani, kama ukumpa flash anakwambia nyimbo hana. Na wapo wengi ba DJs wengi hapa ni watoto wa hapa, wamezaliwa hapa, lakini unamkuta muda wake wote anajipatia muda wa kudownload muziki wa nje kuliko kudownload. Nasikia msanii fulani wa Burundi anatoa nyimbo, hana muda wa kudownload. Sawa. Lakini ana download muziki wa nje. Yaani wewe ma DJs ndio kuna kuko vile. Yaani siku wa DJs wataamuaga kuanza promote pia muziki wao. Itapenya zaidi. Umemwelewa? Mimi nachoweza tu kusema ni kwamba hivi ma DJs na wasanii, labda kuna kitu wasanii waliokosea ma DJs. Ni kitu cha kukaa chini tu. Ndio maana sasa nikasema mje mkae kikao chenu. Aliyemkosea mwenzia muombe msamaha. Mbona kitu kidogo tu. Unajua hakuna kitu kibaya kama kuweka kitu hapo. Kama ni wasanii wataomba msamaha, ma DJs wataomba msamaha, mshirikiane tu. Mimi nataka muwe kitu kimoja, mtafika. Amini mimi ninachosema, nimezunguka, nimeona shows hapa. Mimi mwenyewe nafanya show na bado na show zingine nafanya, lakini nimeona kabisa kuna watu wana vipaji vikubwa. Mimi Lolilo ni mkubwa tokea mimi nikiwa mkubwa. Farias Big ni mkubwa tokea mimi nikiwa mkubwa. Siwezi kafika Burundi eti niseme eti Lolilo asikiki, eti siwezi kumfuata. Kwa sababu ya kitu gani? Na mheshimu, ananiheshimu, tunaheshimiana, ndio maana tuko naye hapa. Heshima ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo mimi naomba media muwabebe wasanii wenu. Mimi ndo langu kubwa kabisa ombi, na nawaomba hata ma DJs na waombeni jamani, msupport muziki wa Burundi na muwasupport wasanii wa Burundi. Hilo tu. Acha nimjibu.